sadaka tukapata kwenda nyumbani. Na nilikuwa nimesema ninakuwa na hafla ndogo ya dedicating children, na dedication haifanyaji tu kawaida, haifanyaji kawaida. Nilisema mimi si mchungaji wa kuomba fedha, lakini huwezi kuleta mtoto dedication kwa madhabahu bila sadaka. Kwa hivyo wale wamejiandaa na wale walikuwa wamejiandaa, na kama hauna pia leta tu, bali nilikuwa nimepeana maagizo. Enda nami katika kitabu cha Psalms, wale kuna watoto na hata wale wanatarajia. Praise God. Hata kama hujaoa sikiliza. Hata unaweza kuwa wewe hujaoa na wewe ni mhubiri, lazima haya mambo ufunze wengine. Zaburi 127 mstari wa 3 nasema, sons are heritage from the Lord, children are reward from God. Kuna watu wajua watoto ni nini. Tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunaombea thawabu ya tumbo lako, tunaombea thawabu, tunaombea the gift ama reward zenye Mungu amekupatia. Kwa hivyo ni vizuri, kitu cha kwanza, you acknowledge God is the giver. Huwezi kuleta mtoto for dedication kwa madhabahu ukiwa hauna imani ulipatiwa na Mungu. Niliwaambia kuna kuzaliwa mara ngapi? Huwezi kuokoka kama hujazaliwa na mwanadamu. Au takuwa anasifiwa. Si lazima uzaliwe kwa mwanadamu. Katika kuzaliwa kwa nani? Madamu na Hawa. Praise God. Kule kuzaliwa sasa, kule Yesu alikuja akazaliwa na Mariamu ili akapata kutuokoa. Lazima kule kuzaliwa kuko. Na huko kuzaliwa ndipo ninasema kama wewe ni mama, jambo la kwanza lazima you acknowledge that God is giver of life. Amekupatia mtoto kama thawabu, a gift. Unaweza kupatiwa gift na Mungu na urushe kama mama. Si umesikia kuna wazazi wanakiota shingo watoto wao, wengine wanamedunga visu, wengine wamewekea ndawa, wengine wamenyonga, wengine wameshoot na bunduki kama ule askari juzi. Watoto wamekuwa mikononi mwa watu wabaya. Basi kama wewe ni mama, tafadhali pata siku kila wiki ukatae chakula uombee watoto. Tumekaa nyakati mbaya. Praise God. Kwa hivyo mtoto si wako, ulipatiwa kama nini? Thawabu. Na jambo la kwanza, kabla hatujaombea watoto, lazima kitu cha kwanza uitikie katika moyo wako kama mama, hii ni thawabu nilipewa. Praise God. Ni thawabu nilipewa. You acknowledge God is the giver wa mtoto aliyekupatia. Praise God. Number two, Jesus himself was presented to the temple. Dedication haifanyangwi hospitali. Najua kuna watu wameombea hospitali, watu nimefika huko. Dedication haifanyangwi hospitali. Dedication haifanyangwi nyumbani. Dedication inafanyangwa katika nyumba ya Mungu. Hiyo ndio tunapaswa kuelewa. Inafanyangwa katika nyumba la Mungu. Kuna wale nimeombea watu wao hospitali na wakaleta katika nyumba la Mungu. Kwa hivyo Yesu alipelekwa. Nikwambia mambo yenye ilikuwa inatendeka katika Old Testament nikatendeka wakati wa the three gospels, wakati na John, na ilifanywa na mitume. Is a complete gospel of today. Nyakati za kale, kijana wa kwanza mwanaume, kijana kulingana na Kiswahili ni msichana na mwanamume kijana. Hivyo kijana wa kwanza wa mwanaume
alikuwa analetwa kuwekwa wakfu akiwa na mnyama hajanajisika katika madhabahu. Walikuwa anamleta na ndama ama mbuzi kwa madhabahu, kitu kiko hai representing life. Hiyo ni Old Testament. Wakati wa Yesu alipelekwa katika hekalu, na alipopelekwa akiwa mdogo, tutasoma wakati wake pia aliletewa watoto. Kwa hivyo Luke 2:22, tusome Kiswahili dakika 15 itakuwa nimemaliza. Luke 2:22 inasema, when the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to God. Kwa hivyo hapa Yesu hakuwa kwanza ameleta gospel. Kwa hivyo alipelekwa kulingana na Torati la Musa, na maandiko yanasema kisha ilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo Torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo katika Torati, kijana wa kwanza wa mama ama wa wazazi alikuwa anapelekwa katika hekalu na alikuwa anatawazwa, being consecrated kwa Mungu. Naomba nikupatia assignment ukaangalia katika statistics za kile kinaendelea saa hii. Na kama ni firstborn hapa na umeokoka, Mungu anakusaidia sana, na wewe ni mwanamume, utapata firstborn wengi, hata wasichana wanapitana na secondborn katika mambo. Sijui ni wangapi wamefanya statistics. Mimi ama secondborn kwetu. Hata uwe ni kijana wa kwanza, kama wazazi hawakufahamu hiyo, mtu ambaye anakuja wa pili ndiye anakanga ndiye wa kwanza katika familia. Yule wa kwanza anakaa kama amedidimia. Wengi, sijasema wote, Bwana asifiwe. So firstborns, Shetani huwapiga vita sana, na especially firstborn wanaume. Vita inakuanga pale kwa firstborn wanaume. Usipoomba sana kuhusu firstborn, kile kilifanyika kwa Esau akijakufa kiko, utapata secondborn takes over, firstborn anaachwa akiteseka, na yeye anapaswa kuwa mrithi wa kwanza wa wazazi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu ndiye alikuwa
Yesu, na kushukuru kwa sababu ya imani ya wazazi ambao wameleta watoto wao Bwana katika madhabahu haya. Asante Mungu, ni kwa mtumishi wako Baba, umenipa uwezo wa kuwekelea mikono. Ninatangaza wema Bwana kwa watoto, hakuna mikono michafu itawapata katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote yanaambatana na watoto wadogo yatapitia katika miili yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, watoto hawa watakuwa furaha kwa wazazi wao, watakuwa furaha waendako. Malaika wako ulinzi Bwana wanawazingira kila mahali. Ninatangaza nuru yako juu ya Bwana katika jina la Yesu. Asante kwa watoto wote walioko katika kanisa Mungu, ninatamka baraka, ulinzi wako na amani katika jina la Yesu. Bwana, pokea sifa tunapoenda kukamilisha ibada ya siku ya leo kwa kutoa saka na sadaka Bwana, kwa sababu ya uzuri na wema wako na kurudisha shukurani kwa baraka ambazo umetupa wikini Bwana, tunakutolea kwa imani. Naomba Bwana kila mmoja atakaye Bwana kuleta sadaka kama madhabahu katika imani ukapata kubariki. Pokea sifa Mungu, pokea na utukufu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Katika kipande cha buku tunapoomba wimbo na praise na tukatoa sadaka